Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, ndugu mtazamaji wa kipindi hiki chetu, kipindi chako pendwa ambacho kwamba umekuwa ukikifuatilia kwa msururu wa vipindi kadhaa na kimekuwa kikujia kwa msururu wa vipindi kadhaa. Kipindi chenyewe ni kipindi ambacho kinalenga kutujenga sisi kama wanadamu, ni kipindi ambacho kinalenga kuongeza ile quality ambayo inastahili kupatikana kwenye jamii zetu za leo. Ni kipindi ambacho kwamba kinamwangalia mwanadamu na kuona vipi tunaweza tukamboresha. Kipindi hiki kinamzungumzia au kinaizungumzia shakhsia na utu wa mwanadamu. Ni jinsi vipi mimi kama mwanadamu naweza nikaijenga shakhsia yangu, nikaujenga utu wangu, nikaongeza quality kwenye personality au katika ile personality ambayo kwamba na represent. Karibia pamoja nasi kwenye kipindi hiki. Ada kama ilivyo ada na kawaida ni kwamba tupo naye Sheikh Ahmed Haji ambaye hutuletea mada hii na kutuelezea kwa undani zaidi na sisi kuweza kujua vipi tunaweza tukajiboresha zaidi. Tungekuomba uwe pamoja nasi katika kipindi hiki ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika. Ni mimi wako Hussein Maravino. Sheikh Ahmed Haji. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wazima Sheikhna? Wazima. Unaendeleaje siku hii leo? Alhamdulillah, tashukuru sana. Karibuni sana kwenye studio. Shukran tena sana. Mashallah, leo naona mambo si mabaya yani. La upande wako tu Sheikh, mambo si mabaya. Shukran tena sana inshallah. Mmependeza. Amanile wanasema muumini siku zote huwa ni nuru yani. Amna Sheikh, ni kuangukia tu labda pengine lakini bado alhamdulillah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Katika kikao kilichopita tuliweza kuahidi kwamba tutakuwa ni wenye kuanza na nukta ambayo kwamba tulisimama nayo, ambayo kwamba ni nukta ya 18, ambayo kwamba tulisema kwamba kwa ajili ya muda tutaweza kuieleza vizuri zaidi. Kueleza vizuri. Nukta ya 18. Nukta ya 18. Na inshallah ikiwezekana leo tutaweza kuchukua nukta kadhaa ambazo kwamba ni muhimu sana tena sana, ambayo kwamba wafuatiliaji inafaa wawe wenye kufuatilia kwa makini zaidi. Naam. Nukta ya 18, Maulana ni mtu kuweza kuwa ni mwenye kuweza kuisupport ile rai ambayo kwamba anakuwa ni mwenye kuitoa, ama kusupport ile opinion yake, maoni yake ambayo kwamba anakuwa ni mwenye kuitoa kuhusiana na jamii yake au kuhusiana na familia yake au kuhusiana na yeye mwenyewe katika mazingira ambayo kwamba anayoishi. Kuna wakati unakusudia kusupport, unakusudia kutetea sana. Kwa mfano mimi ninapokuwa na msimamo maalum, ninapokuwa na rai fulani, niwe na uwezo wa kutetea ile rai na kusimama nayo. Ndio nakusudia. Naam. Kwa ajili wakati mwingi sana tunaona kuna watu ambao kwamba wanatoa rai Maulana, lakini hawezi itetea ile rai. Wakati ambao kwamba ni rai sahihi na ni rai ambayo kwamba inaweza saidia, lakini yeye mwenyewe hawezi kuwa ni mwenye kusimama nayo kabisa. Lakini kuna njia ambayo kwamba mtu kama yule anaweza ifuatilia na anaweza ifuata. Hata wakati mwingine Maulana tunaona katika nyumba zetu inafanyika hivyo. Wakati mwingine utapata mke yuko na rai nzuri kuliko mume, lakini kwa ajili hawezi kuwa ni mwenye kuweza kuisupport ile rai yake na kuitetea, unapata kwamba mume anakuwa ni mwenye kuinini kabisa, kuikazia yani kuididimiza. Na hivyo inafanyika kwa mandugu, kwa familia, kwa nani na nani. Sasa kuna njia ambayo kwamba ni muhimu sana
mtu kuwa ni mwenye kuifuatilia, ambaye kwamba tataja hapa baadaye. Na vile tulisema mwanzoni inshallah taala, kuna darasa maalum ambaye kwamba itakuja hadithi nyingi sana ambazo kwamba zinaongea kuhusiana na haya maelekezo inshallah taala. Hizi ni ishara tu ambazo kwamba tunafanya kwa sheria. Anasema kitu cha kwanza kabisa ni ikiwa mtu atakuwa ametoa maoni yake na anataka kuitetea kwamba la budda, yani ni lazima kwake an yakuna lahu ma yakfi, yani awe na sababu tosha ya kuweza kuitetea ile maoni yake. Unapata Maulana, kuna wakati mtu hana sababu tosha ya kusapoti ile maoni yake. Mathalan, mimi nataka katika jamii yangu utuletee kitu fulani. Katika jamii yetu hatuna kitu fulani. Katika society ambayo kwamba sisi tunaishi hatuna kitu fulani. Na hii inafanyika sio kwa mtu mmoja. Wakati mwingine utapata jamii nzima inatoka inasema tunataka kitu fulani, lakini kuuliza sababu hawana sababu ya kujitetea. Lakini sasa ni lazima mtu akiwa na maoni ni lazima pia awe na kitu ambacho kwamba itasupport ile maoni yake. Andike nukta ya kwanza, nukta ya pili, nukta ya tatu, nukta ya nne, nukta ya tano ambazo kwamba zitaweza support. Ataweza patiwa nafasi. Kuna wakati mwingine mtu kama yule anapatiwa nafasi, Maulana, elezea kwa nini mnahitajia kitu fulani. Kwa nini mathalan katika jamii hii hakuna maji? Kwa nini nyinyi kama jamii mnahitajia nini? Mnahitajia maji. Lazima yani ikiwa itakuja swali hilo ni lazima kuwe na sababu, kwa sababu tunahitajia maji kwa ajili ya afya ya society yetu. Kwa ajili ya usafi na vitu kama hivyo. Yani akuwe na sababu kadhaa. Alafu nukta ya pili, Maulana, awe na jawabu sahihi. Asio na jawabu tu za kubandikiza. Wakati mwingine mtu kweli atakuwa yuko na maoni, lakini jawabu ambayo kwamba anatoa wakati anapoulizwa hatoi jawabu ambayo kwamba ni sahihi ya kitu ambacho kwamba anasimama nayo. Anatoa jawabu ambayo kwamba si hilo. Inafaa mtu awe na jawabu sahihi wakati ambapo kwamba atakuwa mwenye kuulizwa kwa nini unatoa hii rai yako. Kwa hivyo awe na uwezo sio tu kuwa na rai, ndio, lakini pia anapoisimamia na kuitetea ile rai, maneno yake na dalili ambazo anazitumia ziwe strong, ziwe ni zenye ziwe zinaendana na uhakika. Ili isiwe tu ni kwamba natetea kitu huenda labda si sawa, lakini nikawa natumia maneno kutetea kwa mfano kinyume cha haki na dhulma na kitu kama ambaye kwamba ile jawabu yenyewe iwe ni waqi'i, yani iwe ni jawabu ambaye kwamba iko kwa ground. Iko kwa ground, si ambaye kwamba tu ni ya kugezi sijui nini. Hapana, iwe ni kitu waqi'i, uko na uhakika. Kwa hivyo ukisema unasema kitu cha uhakika. Nukta tatu, Maulana, an yakuna mutahayyan kamilan, yani awe wacha tu nini kwa Kiswahili, awe yuko tayari na amejitayarisha kikamilifu katika kutetea ile maoni yake. Asio hayuko tayari, Maulana. Kuna watu wako hivyo. Ukijaribu kudadisi, kuna watu wako hivyo. Yani atatoa tu sauti, atatoa ile maoni, lakini hayuko tayari kuitetea, hayuko tayari kusimama nayo, hayuko tayari. Lakini ni awe tayari wakati ambapo utaulizwa, utakuwa mwenye kujibu. Lakini pia wakati mwingine kitu ambacho kwamba inaweza saidia mtu katika kutetea ile maoni yake ni kwamba aweze kudurusu maudhui vizuri kwa jamii ambazo kwamba zilizopita. Kwamba kuna jamii ambayo kwamba ataangalia wale jamii ile nyingine ama society ile nyingine wako na kitu fulani. Mathalan, wako na umeme, wako na stima. Sisi hatuna stima. Walipataje stima? Ni process gani ambayo kwamba walipata? Lazima wao kuna process ambayo kwamba walipata, ambayo kwamba sisi pengine hiyo process tukifuata itakuwa yenye kutufikisha sehemu fulani. Sio tu kutoa maoni na kunini, lazima wadurusu. Unaona katika Uislamu, Maulana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia formula ya kuweza kusoma historia ya wale ambao kwamba walopita. Na mambo mengi sana ni historia. Kwa nini tunasoma historia? Ni kwa ajili ikiwa tutaface challenges, yani ikiwa tutakakumbana
na nini mitihani yoyote ile, tutaweza kudurusu wale ambao kwamba walikuwa kabla yetu ni njia gani ambazo kwamba walikuwa nazo. Ama tukiweza kukabiliana na watu ambao kwamba walikuwa kabla kama ya wale waliopita, vipi tunaweza kabiliana na mfano Firaun alikuwepo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Firaun waqi'an, yani Firauni kwa uhakika saizi hayuko. Inamaanisha kwamba Firauni athari zake bado zipo. Yeye mwenyewe hayupo, lakini athari zake na ukijaribu kudadisi ni mtu ambaye kwamba yupo, na watu wengi sana wako na tabia ya kifirauni. Sasa kwa uchache kabisa alikuwa na wafuasi pia. Na walikuwa wanamkubali, wanafuata sera zake na fikra zake. Ndio. Saizi pia ukijaribu kuchunguza Maulana, utapata pia kuna watu ambao kwamba wako na hiyo title, wako na huo mwenendo, na wako na wafuasi na kila kitu ambacho kwamba Firauni alikuwa nayo. Je, kukabiliana na watu kama hawa katika zama hizi tutafanyaje? Tutarudi tudurusu vipi Nabii Musa alayhi salam alikuwa ni mwenye kukabiliana na watu kama hawa. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ambao kwamba alimtuma kwa Firaun. Yani Firaun si alikuwa ni anasema ana rabbukumul a'la, anajidai kwamba mimi ndo Mola, mimi ndo na, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Nabii Musa kwa maneno kadhaa. Faqula lahu qawlan layyina, nendeni kwa Firaun lakini msimwambie kadha na kadha na kadha. Amri ni kwamba qula lahu, mwambieni maneno laini, mepesi, sio ya matusi. Kwa hivyo ikiwa tutadurusi hiyo hali ya Nabii Musa, tutaweza kukabiliana na Firauni wa zama hizi hivyo. Kwa hivyo ni kwamba huyu ambaye kwamba anataka kusupport, yani kutetea maoni yake, ni lazima pia adurusu jamii ambazo kwamba zilizopita. Je, kuna maoni kama hiyo ambaye kwamba alikuwa nayo, na kama walikuwa nayo wali face vipi? Alafu nyingine Maulana ambaye kwamba ni nukta ya mwisho, kuna nukata nyingi sana. Ni lazima pia awe na uwezo wa kukabiliana na mtu yoyote. Nabii Musa alayhi salam alikabiliana na nani? Na Firaun. Nabii Ibrahim alayhi salam alikabiliana na Namrud. Alafu tukirudi kina Dhulqarnain, kina nani, tunakuta wali Nabii Daud alayhi salam alikabiliana na nani? Jalut na watu kama hao. Sasa tunapata kwamba Maulana awe na uwezo wa kukabiliana na mtu yote na kusimama na sauti yake. Muhimu yuko na hivi vigezo ambavyo kwamba haiwezi mtoa katika personality, katika utu ambao kwamba anataka kuisimamia. Inshallah saizi Maulana tutaenda katika nukta ya 19 ambayo kwamba tulianza pia katika nini ambayo kwamba ilipita, na hii nukta ni muhimu sana tena sana, na itabidi tuingie ndani zaidi ili wale ambao kwamba wanatufuatilia waweze kuipata vizuri. Na ni nukta ambayo kwamba ni kujaribu, wakati ambao kwamba mtu anapoishi katika jamii, tulisema ni vizuri zaidi awe ni mwenye kuangalia mimi uwezo gani ambao kwamba ninao, yani uwezo ambao gani ambao kwamba nao ambao mimi naweza saidia jamii yangu. Kwa ajili mimi kama mimi ni ijtimaiyun bitaba, ninahitajia watu, ima ninahitajia watu niwafaidishe, ninahitajia watu wanifaidishe, ama tufaidishane, kuwe na njia mbili. Lakini sasa kabla hapo ni lazima apitie process ambayo kwamba wanasema lazima awe ni mwenye kugundua dhati yake, yani asili yake, yuko na nguvu aina gani katika nafsi yake, na yuko na uwezo aina gani. Hapa tutaweza kurudi katika sunanu ya fitra, katika asili ya fitra mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba kila mtu, kila mmoja wetu hapa duniani na uwezo wake. Amemuumba kila mmoja na uwezo wake, yani na nguvu yake ambayo kwamba anaweza saidia jamii, anaweza saidia watu kadhaa na kadhaa. Kuna mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba na nguvu ya sauti, amempatia hiba ya sauti, yani zawadi ya sauti, kuwa na sauti nzuri.
Kwa nini? Kwa ajili sauti nzuri hakuna mtu ambaye kwamba ataenda shule au ni mwenye kusoma sauti nzuri. Hiyo ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo na Mwenyezi Mungu amempatia, ni yeye afanye nini? Yeye aifanyie kazi. La, kuna mwingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajampatia hiyo. Kuna mwingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempatia nguvu ya fikra, yani ni mufakir. Ana uwezo wa kufikiria na ana uwezo wa kufanya tahlilat, yani kufika katika suluhisho kwa haraka. Kando na yule mwenye sauti utapata ni sauti peke yake, lakini hana nguvu ya fikra, ule upeo wa kufikiria, uwezo wa kufikiria. Lakini huyu amempatia uwezo wa kufikiria, lakini hana sauti. Unaona? Na mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia. Tutaweza Maulana saizi kuingia, naomba tuingie ndani kidogo, tuingie ndani kidogo alafu tena tutoke ili kujaribu kutetea sala hili au kueleza sala hili kwa wazi zaidi. Kuna kitabu ambacho kwamba kinaitwa kitabu cha Sheikh Mudhaffar, Sheikh mmoja mkubwa ambaye kwamba ana kitabu ambacho kwamba kinaitwa Mantiqul Mudhaffar, ambaye kwamba ni kitabu cha logic, kitabu cha logikia. Na hiki Sheikh Muhammad Ridha al-Mudhaffar, Sheikh Muhammad Ridha al-Mudhaffar, naam. Na hiki kitabu kina juzuu 3, juzu ya kwanza, pili na 3. Sasa kuna nukta ambayo kwamba nitaweza kutaja. Nukta ya kwanza nitaweza kutaja katika juzuu ya 3, nukta ya pili nitaweza kutaja ambayo kwamba iko katika juzuu ya kwanza. Naam. Sheikh Mudhaffar katika juzuu ya 3 ambayo kwamba ni juzuu ni masala tu ya burhan na istidlal. Anaweza kusema katika safa ya 343 anasema kwamba wa husnu saut, na sauti nzuri na kuongea, mtu kuwa na uwezo wa kuongea. Yani kuna watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amepatia nguvu ya kuongea. Ile anaenda pahali anatoa khutba vizuri nini, hiyo Mwenyezi Mungu amempatia uwezo huo. Anasema watamakkun, na uwezo wa kutasarraf, na uwezo wa kubadilisha sauti wakati ambao kwamba mtu anaposoma. Yani huyo khatibu ana uwezo wakati wa kupanda anafaa kupanda, wakati wa kushuka anafaa kushuka. Sasa wachana na huyo khatibu, pia huyu mwenye anasoma Qur'ani na vitu kama hivyo amepata sauti nzuri. Nasikia wakati mwingine almarhum anaitwa nani huyo msomaji wa Qur'ani mzuri, Abdul Basit. Naam, Abdul Basit. Tunapata kuna pale anaenda na toa sauti nyingine ambayo kwamba hata mtu kawaida akijaribu hawezi. Anaweza hata umia kitu kama hicho. Sasa unapata kuna pale anapanda, kuna pale anashuka, kuna pale anatoa bass na vitu kama hivyo. Anasema kwamba ni kitu ambacho kwamba inabainisha na inatofautisha baina ya huyu na mtu mwingine. Lakini sasa kuna kitu ambacho kwamba nataka tuseme wadhalika, na anasema na hayo yote, kubadilisha, kupanda, kushuka, khatibu kuongea vile na hivi na vile, anasema zote asili yake ni mauhiba rabbaniya. Zote ni nini? Ni zawadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye ambaye kwamba anaipatia. Lakini anasema uwezo huu haiwezi waipanda, uwezo huu haiwezi waileleka, isipokuwa watanmu bitamrin. Uwezo huu inapanda kwa kupitia nini? Kwa tamrin, kwa mazoezi kila siku. Mtu atakuwa na nguvu, lakini nguvu hajui afanyie nini. Na ndio maana unapata Maulana katika jamii zetu wakati wa leo, mtu ana uwezo wa kitu fulani, mtu ana uwezo wa nyanja fulani, lakini anabaki pale, anabaki huko pale tu. Kwa nini? Kwa ajili haifanyi mazoezi, na katika mazoezi inachosha. Kweli Maulana, katika mazoezi inachosha. Watu wengi sana wanaishia barabarani wanasema fi amanillah. Lakini sasa kuna mwanashairi mmoja anasema, pengine katika wale ambao kwamba wanatufuatilia, na mwanashairi anasema hivi kwamba katika madhumuni ya mashairi anasema la tahsabil majda tamran anta akiluhu. Usihesabu success tamran. Ni nini?
ni tende. Usihesabu kufaulu ni tende anta akiluhu, wewe ni mwenye kula ile tende. Tende tunaenda dukani, tunanunua, tunarudi, tunaitayarisha, tunakula. Sasa anasema usichukulie kufaulu ni sawa na nini tende ambayo kwamba tunanunua dukani. Anasema la tahsabil majda tamran anta akiluhu lan tanala almajda, huwezi waipata hiyo nini, hiyo success hatta tal'aqa sabra, mpaka ule nini, kuna kitu ambacho kwamba kinaitwa sabra. Wengine wanasema sabra ni tunda fulani ambalo kwamba iko na nini, iko na shauk, yani iko na ina miba. Sasa kitambo ufikiri hiyo tunda ni matatizo, yani wile ni matatizo. Sasa hawezi waipata fikia success mpaka uwe ni mwenye kuonja hiyo. Sasa katika kufaulu, katika mtu akishajigundua kwamba mimi nina uwezo fulani ya kusaidia jamii, lazima awe ni mwenye kufanyia mazoezi kila wakati, ndio atafikia katika nini, natija. Naam Sheikh, tuombe fursa kidogo. Naam, nafasi tupumzike alafu turudi inshallah. Shukran. Ndugu mtazamaji, ni kama unavyosikia kutoka kwa Sheikh Ahmad akiweza kuziangazia nukta ambazo tunahitaji kuzizingatia sisi kama wanadamu na kuona vipi tunaweza tukazifanyia kazi na kuzitumia ili kuweza kuongeza ile sehemu ya utu wetu, ya shakhsia yetu ambayo kwamba inahitajia marekebisho au inahitajia kuongezewa ufanisi. Tunakuomba usikae mbali sana katika kipindi hiki kwa sababu katika awamu ya pili tunarudi kwake Sheikh Ahmad ili kuweza kupata maelezo na mafunzo zaidi. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا، فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود. Assalamu alaikum warahmatullah. Ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye
awamu ya pili ya kipindi chetu hiki, tukiweza kukaribisha na kutaraji kwamba umetusikiza vizuri na umenufaika kwa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Tuko sehemu ya pili, tunaizungumzia shakhsia ya mwanadamu. Ni vipi tunaweza kujenga utu wetu, utu wa mwanadamu, personality yetu. Tunaweza fanya vipi tukaweza kuifanya kuwa beta zaidi ya vile ilivyo, na hadi sisi tukaja kuwa wale wanasema kiungo bora kwenye ile jamii ambayo kwamba tunaishi. Sheikh Ahmad Haji anatupatia maelezo na bayana zaidi kuhusiana na hili. Sheikh Ahmad, katika nukta ya mwisho umeweza kuelezea kwa undani kabisa kwamba hapa mwanadamu anapokuja kujiweka kwenye jamii, anatakiwa awe ni mwenye kwanza kujihusisha na utulivu na subra kabla ya kufikia mafanikio. Yani unapotaka kuifikia success, na hasa success haiji tu kwa wepesi kama ulivyotoa mfano wa tende na ile tunda ambalo success sio hii tende unaila wewe. Anakuambia ili kuweza kuifikia success unatakiwa upitie hii process ya kula hili tunda lililo na miba au uweze kuwa na subra zaidi. Anakusudia kwamba haiji tu kwa haraka kama wanavyosema Waswahili, mtaka cha mvunguni sharti hawezi pata tu kwa urahisi. Naam Sheikh. Ahsantum. Katika Maulana, katika kuendelea ni kwamba baada ya kuona maelekezo ya Sheikh katika kitabu, mwenye ataweza kurudia na kurejelea kitabu ambacho kwamba kinaitwa kitabu cha Al-Mantiq Al-Mudhaffar juzu ya 3, atakuwa ni mwenye kupata ibara na atakuwa ni mwenye kurejelea vizuri vile ile ambayo kwamba tumeitaja. Alafu nukta ya pili, kuna dokta amefika katika ni mwanamke. Tumeweza kuchukua hii nukta yake, yani maneno yake kwa maksudi. Kwa nini? Kwa ajili watu waone kwamba wanawake pia wana nafasi katika nyanja ya kielimu. Ni daktari wa kike na amesoma, amemaliza masters yake na amesoma vizuri, na yuko katika kulia inaitwa Kulia al-Ulum al-Islamiyya ambaye kwamba iko katika mji wa Karbala, ambaye kwamba atakayetaka kumsoma vizuri anaweza rejelea. Yeye anasema kwamba tusikize mchango wake. Anasema kwamba anajaribu kuongea anajaribu kuongea na kusema kwamba mwanadamu kama mwanadamu ni lazima aketi na aongee na nafsi yake kila wakati. Yani aongee na nafsi yake, awe ni mwenye kujua nafsi yake inakuwa ni yenye kutaka nini. Kwa ajili mtu hawezi jigundua isipokuwa baada ya kuongea na nafsi yake. Mtu hawezi gundua uwezo wake mpaka baada ya kuongea na nafsi yake. Atakapoijua nafsi yake vizuri, ndio hapo sasa ataweza kujua kwamba mimi kumbe niko na hii na nilikuwa mimi siwe mwenye kujua. Nitaweza kujaribu kutaja hadithi kwanza ambayo kwamba alikuwa mwenye kutaja, alafu sasa tuangalie njia ambazo kwamba ameweza kuelezea jinsi ya mwanadamu kuweza kuongea na dhati yake, yani na nafsi yake. Ya kwanza kabisa ametaja hadithi ya Imam Ali alayhi salam akisema kwamba afdhalul ma'rifa, yani maarifa ile nzuri, yani utambuzi ule mzuri ni mtu kutambua nafsi yake. Ni mtu kujua nafsi yake. Yani mtu ana kivovote vile atakapoishi, sehemu yote atakapoishi, lakini kwanza kabisa ni lazima ujue nafsi yako inataka nini na haitaki nini. Na kama inataka nini na ni haramu, wachana nayo, na kama inataka nini na ni halali, shikamana nayo. Na kama iko na kitu kingine ambacho kama nafsi yako inamiliki, basi jaribu kushikana na hicho kitu. Kwa ajili hakuna mtu ambaye kwamba Nabii Idris alayhi salam, mulana Nabii Idris hakuna pale alisoma masala na nini na kushona. Lakini tunapata kwamba yeye katika historia ndio mtu wa kwanza kufanya nini? Ndio mtu wa kwanza katika kufanya masala na ushonaji na nini katika nini kwa mzuri masala ya kushona katika ushonaji na vitu kama hivyo. Ni kama Nabii Daud na taaluma yake ya kujua jinsi ya kutengeneza vyuma. Asante. Ile tunaita ni usonara, nafikiri kwa Kiswahili. Kwa ni mzuri sana kwenye kazi ya usonara, kwamba alikuwa anaweza
deal na vyuma, akatengeneza kutoka kwenye chuma, akatengeneza ikawa kitu. Ama ni panga ama ni tool yote ambayo inaweza tumika. Sasa ni mtu kwanza angalie nafsi yake vile inavyo nini. Sasa ndio maana doktora anaitwa Doktora Mawahib Saleh Mahdi. Huyu ambaye kwamba tunamwongea saizi. Anasema kwamba kuna neno ambaye kwamba alikuja nayo ambaye kwamba ni maarufu baina ya watu, akisema kwamba raqib afkarak. Kwanza kabisa keti chini, kuwa na muda wako, angalia fikra yako, raqib afkarak, jaribu kufuatilia fikra zako ambazo kwamba kila wakati unazozifikiria. Yani ile fikra yako ambayo kwamba inafikiria pia jaribu kuiangalia. Yani kila wakati Maulana, liannaha, kwa ajili hii fikra, kwanza uinaanza fikra, liannaha, kwa ajili hii fikra satusbi af'alan. Hii fikra utakapoiangalia, utakapoifuatilia, itakuwa ni fi'l, itakuwa ni kitendo. Yani kitu ambacho kwamba mtu anafikiria ndio inakuwa ndo kupitia fikra ndo anaanza kuiapply kwa mwili wake na nini, ndo anaanza kuiapply. Sasa inakuwa ni kitendo. Waraqib af'alak, na anasema pia fuatilia vitendo vako, lianna, kwa ajili vitendo satusbi adat, itakuwa ni vitendo. Ukiona mwenye kuvifuatilia vizuri, kila usipozifuatilia itakuwa ni ada, yani itakuwa ni mazoea. Kwa hivyo kwanza uko na marhala kadhaa. Yani mwanadamu huyu ambaye kwamba kwanza huanza kwenye fikra. Inamjia fikra ya kitu. Lakini kupitia ile fikra ndo anakuja sasa, anaingia kwenye marhala ya kufanya kitendo. Alafu kupitia kwenye kufanya kitendo pia, kwa sababu ya kufanya ima kwa mara moja au mara mbili, inaenda inakuwa mazoea. Kwa hivyo anapokuwa ameanza kwenye fikra, ni vizuri aanze kuanzia kuifanyia tarkib kuanzia pale. Aifanyie nini wanahitaji ufuatilizi kuanzia mwanzo. Ni fikra nzuri, si nzuri, ndio inaweza ikazalisha nini na inaweza ikaharibu wapi na kitu kama hiyo. Kisha anasema waraqib adatik, na fuatilia nini ile mazoea, ada zako, yale mazoea sasa, yale mazoea. Kwa nini? Liannaha, kwa ajili haya mazoea satusbihu tabaa, yani itakuwa ni yenye kubadilika na kuwa ni ndo akhlaq yako. Waraqib tibaak, na jaribu sana kufuatilia tabia yako, lianna satuhaddid masirak, kwa ajili hiyo akhlaq yako ndio ambaye kwamba sasa itakwambia mwenendo wetu ni huu, mwenendo wetu ni huu. Kwa hivyo lazima kama mtu awe ni mwenye kujaribu sana kufuatilia masala yake kila siku. Na mwanadamu si kwamba hana uwezo wa kufuatilia. Mwanadamu ana uwezo Maulana, wakati mtu anapokaa chini. Lakini kabla tuendelee, ni kwamba zama hizi utapata mtu kuwa na hiyo program ni ngumu sana. Yani ile mtu kujisemeza yeye mwenyewe, mtu kusema na akili na nafsi yake, mtu kuuliza nafsi yake. Sana sana utapata mtu anaongea na nafsi yake wakati ana matatizo. Wakati ana matatizo ndo mtu anakuambia hebu wacha niongee na nafsi yangu nisikie nasema nini. Lakini wakati mtu ana raha Maulana, hakuna mtu ana muda kabisa na ile kuketi na nafsi yake na kuanza kuiuliza na vitu kama hivyo. Kumbe wakati kila wakati inafaa mtu awe ni mwenye kuifuatilia na akifikra zake na mwenendo wake na matendo zake na kila kitu. Kwa hivyo ndio maana huyu doktor anasema faqtaril barmaja as-saliha, jaribu sana kutafuta na kuchagua barnamiji mzuri ambaye kwamba itakusaidia nafsi yako. Fa innaka, hakika satajidu fi nihaya, utapata mwishowe kitu ambacho kwamba umejaribu kuitengezea nafsi yako. Kwa hivyo ala kulli hal, mtu akitaka kupata mauhiba ni lazima kicha kwanza atangulize nafsi yake, ambie au aongee na nafsi yangu, mimi niko na nini? Mimi namiliki nini? Mwenendo wetu ni upi? Sasa hapo nafsi ndio itaanza kujifungua. Kumbe unanitambua nipo. Sasa ndio itaanza kujifungua na kukupatia kitu ambacho kwamba kiko. Nukta ya 20 ambayo kwamba ni nukta muhimu sana Maulana, especially wakati hasa wakati mtu anapoishi na jamii, ni tutachukua katika njia mbili. Ya kwanza, wasamee wale ambao kwamba wamekudhulumu, na pili, na wewe usiwe dhalim. Naam,
wasamee kila mtu ambaye kwamba alikudhulumu mwanzoni, jaribu kumsamehe. Lakini pia wewe usidhulumu. Kuna ambaye kwamba pengine tutaitaja mwanzoni sana, imepokewa katika katika wana historia kwamba kuna mtu mmoja ambaye kwamba alikuwa ni Sayad. Sayad ni yule ambaye kwamba anaye mvuvi, mvuvi wa samaki. Na wakati mmoja huyu mvuvi wa samaki alikuwa ana familia yake ambayo kwamba anamtegemea yeye. Sasa wakati mmoja alienda kutega samaki Maulana. Alipofika kwenye mtoni kule, akawa ni mwenye kutegea samaki hamna. Siku ya pili akaenda hamna. Siku ya tatu akaenda hamna. Siku ya 4 ndo akawa ni mwenye kupata samaki moja mkubwa. Huyu bwana na alikuwa ni mtu mwema, yani mwenye anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Maulana alipopata hiyo samaki, wakati anaporudi nyumbani akajisemeza kwamba hii mimi nitakata ya familia, hii mimi nitakata ya jirani, hii ambayo kwamba imebaki nitauza ili tusaidie mimi na familia yangu. Kabla hajafika akakutana na maaskari wa mfalme ambao kwamba alikuwa katika ule mji. Wale maaskari wakamwambia leti ya samaki, mfalme ameipenda nini na nini na nini. Sasa yule bwana akasema hii ni yangu mimi na familia yangu. Lakini wale wakasisitiza, sisi tunataka tumalizane na yani tumpelekee samaki mfalme wetu. Wakachukua samaki wakampelekea mfalme. Walipompelekea mfalme Maulana, mfalme akachukua na akapikiwa vizuri na akala. Baada ya muda wanasema kwamba mfalme alianza kuugua mguu. Aliugua mguu kwa kiasi kikubwa sana, tena sana. Na mpaka ikawa sasa uamuzi ni akatwe. Naam, uamuzi ilikuwa akatwe. Ilikuwa serious. Sasa huyo mfalme akaona hapana, hii inawezekana ni kitu kingine. Akawa ni mwenye kuita mmoja wa maurafa wa watu ambao kwamba wako karibu na Mwenyezi Mungu. Hebu niambie, hii shida yangu ni nini? Maana mimi naona mguu wangu unaenda kukatwa. Sasa tatizo ni nini? Huyu Arif aliposikiza tatizo la huyu mfalme, akamwambia kuna mtu ambaye kwamba katika jamii yako umefanya nini? Umemdhulumu. Umemdhulumu. Maulana, dhulma ni mbaya. Dhulma, Allahu Akbar. Uko na mali ya mtu ambao ilikuwa ni haki yake, wewe ukaninio umemnyima ile haki yake. Ni mwenye kuchukua haki yake. Naam. Na tunataka kila mtu ajue kwamba, na wale ambao kwamba wanatufuatilia, kwamba dhulma haisamei. Haisamei mtu. Dhulma ya kimaneno, dhulma vitendo, na dhulma ya kunyang'anya, yote kwa maana ya dhulma haisamehei mtu yote yule. Popote atakapokuwa itarudi kwa mhusika. Itarudi tu kwa mhusika. Naam. Sasa huyu mfalme akamsikiza yule Arif. Arif akamwambia kuna mtu ambaye kwamba umemkosea katika jamii yako. Hebu jaribu kufikiria ndani. Mfalme usiku mchana nafikiria, akakumbuka kuna yule bwana ambaye kwamba alifanya nini? Alimkosea kwa kuchukua samaki kutoka kwake. Akamuita. Alipomuita akamwambia mfalme, akamuuliza, hebu niambie, mimi nilikosea lakini uliambia nini Mwenyezi Mungu? Akamwambia kwamba qala, akasema qultu, nikasema Allahumma laqad ra'ani au laqad arani quwwatahu alayya, yani amenionyesha nguvu yake kwangu. Mfalme wakati ambapo kwamba alipochukua ile samaki alimuonesha nguvu yake kwa nani? Kwa huyu mvuvi. Lakini sasa mvuvi ndo anasema Allahumma laqad arani quwwatahu alayya, amenionyesha nguvu yake kwangu, faarini, basi nionyeshe faarini quwwataka alayhi, basi nionyeshe nguvu yako kwake Mwenyezi Mungu. Nionyeshe nguvu yake kwake. Hii ndo dua ambaye kwamba
huyu mvuvi aliyosema mbele ya mfalme kwamba hiyo dua ndiyo ambayo kwamba aliomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nionyeshe Mwenyezi Mungu nguvu yako kwa nani? Kwa huyu mfalme. Qala Rasulullah, kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba anasema ittaqu da'watal mazlum. Ogopeni sana dua ya nani? Ya aliyedhulumiwa. Fa innahu laysa bainahu baina Allah hijab. Hiyo dua haina kizuizi mbele ya nani? Mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au huyo aliyedhulumiwa hana kizuizi chochote mbele ya nani? Mbele yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chochote ambacho kwamba atamwomba Mwenyezi Mungu atajibu. Lakini katika kuelezea zaidi ni kwamba kuna bwana mmoja mshairi anasema katika lugha ya Kiarabu, alafu tutatafsiri katika Kiswahili, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira. Usidhulumu ukiwa una uwezo wa kudhulumu. Yani usijaribu kuingia katika nini? Katika dhulma. Maana saizi ukiangalia Maulana, ni kila mtu anakimbia katika dhulma aina yote ile duniani. Saizi kila mtu anakimbia katika dhulma aina yoyote saizi katika zama hizi zetu. Huyu anakimbilia ile dhulma kufanya hiyo, huyu anakimbilia ile, huyu anataka kuchukua ile ardhi kwa nguvu, huyu anataka kuchukua mali ya huyu kwa nguvu, huyu anataka kumuiba yule kwa nguvu. Sasa ni alamu tazahum kweli. Vuta nikuvute. Vuta nikuvute. Mimi yani sasa wanakimbizana katika maratibu dhulm. Wakati ambao kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala situweke huko yani katika tufikishe. Kwa hivyo ndo anasema mwanashairi, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira. Usijaribu kudhulumu wakati ambao kwamba uko na uwezo. Pindi ambao kwamba uko na uwezo, fa dhulmu, hakika dhulma, marta'uhu yufdhi ila nadam. Dhulma sehemu yake ambayo kwamba inafikisha mtu wapi? Katika nadam, majuto. Inafikisha mtu katika majuto. Naam. Yani mwishoe mtu atajilaumu kama huyu mfalme. Anasema tanamu ainuka, macho yako wewe mwenye unadhulumu itakuwa yenye kulala, wal madhlum, na huyu ambaye kwamba aliyedhulumiwa, kwa ajili aliyedhulumiwa kila siku hata waisahau ulichomfanyia kila siku. Maulana saizi watoto wangapi wa kike wanadhulumiwa katika masuala ya kijinsia? Ni watoto wangapi wa kike wanadhulumiwa? Watu wangapi wanaibiwa saizi katika siku ya leo, wanaibiwa ardhi zao? Ni watu wangapi ambao kwamba saizi haki zao zinachukuliwa wakati wakiona hivi moja kwa moja? Hakuna wakati mgumu kama huo. Yani mtu anaona haki yake inaenda wakati ambao kwamba hawezi jitetea pia. Hawezi jitetea. Kwamba kufanya hivyo katika Uislamu ni haramu moja kwa moja. Hivyo ndo maana anasema tanamu ainu, kama macho yako yanakuwa yenye kulala, wal madhlumu muntabe, na yule ambaye kwamba anayedhulumiwa anatanabahika, yuko macho tu na kila siku hajasahau bali anakumbuka. Yad'u alayka, kila siku anaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaomba dhidi yako. Wa ainullahi lam tanami, na macho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiwi ni yenye kulala. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila wakati anakuwa ni mwenye kwenda na ile dua ya yule ambaye kwamba alidhulumiwa. Kwa hivyo wale ambao kwamba katika jamii ambayo kwamba sisi tunayoishi ni lazima tuhakikishe kwamba hakuna dhulma yote ambayo kwamba tunakuwa wenye kufanya. Sio katika jamii zetu, sio katika jamii yako wewe mwenyewe, sio katika familia yako. Tuogope sana dhulma. Na dhulumat huwa inalipwa siku ya Kiyama. Naam. Asante. Naam. Katika kuendelea nukta ya 21 Maulana. Naam. Nukta 21 ambayo kwamba ni pana kidogo, lakini sisi tutaweza kuibana. Anasema kwamba ni lazima asiwahi jaribu kuisaliti jamii yake kivyovyote vile atakavyoweza. Wewe kama ni member wa hii society, usijaribu kuisaliti jamii yako. Kwa ajili hakuna jamii nyingine ambayo kwamba umelelewa ndani yake, watu wamekunusuru, umefika mpaka umri wa miaka 20, miaka 30, miaka 40, alafu leo unakuja
kuisaliti. Usiwahi jaribu kufanya kitu kama hicho. Naam. Tuna dakika 2 Sheikh, sijui kama kuna summary yoyote ya mazungumzo ambayo tutaweza tukaifanya hadi kufikia hii nukta ya 21. Naam. Mambo mengi yamepita na kweli kuna nukta muhimu sana ambazo zimedhihiri. Ndio. Unaweza kuwa na ufupisho wa khulasa ya yale tuliyozungumza? Asante. Katika khulasa ya kitu ambacho kwamba tumezungumza ni kwamba Maulana kuna masala mawili. Sala la kwanza, ili mtu awe ni mwenye kugundua baadhi ya mambo, ni lazima aketi na nafsi yake. Nafsi yako ni muhimu sana, na nafsi yako inaweza kuwa rafiki, nafsi yako inaweza kuwa ni adui. Ni muhimu sana kuketi na nafsi yako. Ya kwanza. Ya pili, jaribu sana kugundua nini nafsi yako inachotaka. Uwezo gani nafsi yako inayo? Uwezo gani wewe kama wewe umepatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Maana hakuna uwezo ambao hakuna mwanadamu ambaye kwamba hana uwezo. Kila mtu ana uwezo, lakini sasa ni mtu ajaribu kugundua ile uwezo ambao kwamba mimi ninao ni aina gani ambayo kwamba naweza itoa katika jamii yangu na kunufaisha jamii yangu. Asante, mshukuru Sheikh Ahmad. Inshallah tumenufaika na pia ni matarajio yetu kwamba ndugu mtazamaji pia wewe vile vile umeweza kunufaika na mazungumzo haya. Zaidi ni kwamba ni juu yetu sote kuweza kujiongoza, kwa sababu kila mwanadamu kama alivyotanguliza Sheikh ana uwezo. Kila mwanadamu ni mwenye kufikiria, ni mwenye kuwa na akili inayofanya kazi, lakini pale tunapotofautiana ni hapa tunapotumia huu uwezo tukaubadilisha kuwa nguvu yenye kuvuta positivity. Unapochukua fikra zako ukazifanyia kazi, ukazipiga msasa na kuzisafisha, alafu kupitia fikra zile ukawa ni mwenye kuzalisha matendo yanayoleta mafanikio, basi hatman mwisho wa siku maisha yako hayatawahi kamwe kuwa na msukosuko, hayatawahi kuwa ni yenye kuyumba huku na kule. Inshallah tunataraji kwamba umekuwa ni mwenye kunufaika na mazungumzo haya, nasi kutoka upande wetu tunawashukuru sana kwa nafasi na fursa mlioweza kuchukua kujiunga nasi hadi kufikia hapa. Kwa niaba ya Sheikh Ahmad kutoka kwangu mimi Hussein Marvino, hatuna la ziada bali kuaga fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.